Nafikiri ni miongoni mwa sajili ambazo katika msimu huu zimetikisa. Yaani unapozungumzia dirisha hili la usajili. Yes. Timu ambayo ilishika dirisha hili mwanzo mpaka mwisho ni klabu ya Yanga. Okay. Wanasema haikuwa na comeback. Yaani kila walichokifanya kilikuwa cha tofauti. Na kubwa zaidi tumeweza kuona mapinduzi, revolutions hasa kwenye usajili. Yeah. Kwa maana kuweza kusajili nyota ambao ubora wake ni mkubwa wa hali ya juu sana. Watu ambao hawahitaji kuja kujaribiwa, watu ambao wanakuja kucheza. Unaweza kuona ambacho amekifanya Peter katika mechi hizi mbili ambazo amecheza, hii mechi ya Simba na Yanga na ile mechi nyingine. Ni kama amekaa kwenye ligi hii kwa miaka 10 iliyopita. Yaani ukimuona tu ile composure yake kiwanjani, interaction yake, yani ambapo ile alipokuwa na confidence anachokifanya kwa Harmonize timu, yani unaona kama ni mtu ambaye labda alikuwa na kamba gala, alafu Simba na Yanga amecheza zaidi ya mara 5 mara 6. Yani akuwa na uoga kwa namna yeyote ile. Maana hiyo ndio sifa ya wachezaji wakubwa. Ameonekana kwa matukio machache lakini muhimu na yenye impact. Kwa nafikiri ni mwendelezo mzuri na ni mwanzo hata wa timu nyingine sasa kuweza kuanza kujifunza. Maana lazima vitu vingine viweze kuanza na wengine waweze kufuata. Wamekuwa msajili mzuri mpaka muda unavyozungumza, maana yake wamesajili nyota 7 wa kigeni. Okay. Na wao walikuwa mbakia nyota 6 baada ya Dep kuweza kuondoka. Maana unazungumzia kwamba Yanga mpaka sasa wamekamilisha dili ya Peter Shalulile ambaye ameingia kwenye kikosi moja kwa moja. Unamzungumzia mshambuliaji Traore ameingia kwenye kikosi, unamzungumzia Zokoan ameingia kwenye kikosi, unamzungumzia Albert sawa Kangwanda ameingia kwenye kikosi, unamzungumzia Fred Ngoma ameingia kwenye kikosi, unamzungumzia Bek Faruk Kamara ameingia kwenye kikosi. Mpaka hapa wanakuwa ni ngapi? Wanakuwa ni 6. Na baadaye unakuja kumzungumzia hii ni exclusive Stefan Aziz Ki ambaye tayari amesaini siku ya leo. Na dili yake imekamilika na tayari klabu ya Yanga imeshatuma fedha katika klabu yake ya kule dola 450 na tayari ITC imeweza kutumwa. Kwa hiyo kuanzia muda wowote wanamtambulisha kwa Yanga, wanakuwa wamechukua nyota 7 wa kigeni. Lakini kumbuka walikuwa mbakia na nyota 6. Unamzungumzia Jigu Diala, unamzungumzia Yokwasi, unamzungumzia Boka, unamzungumzia Maxi, unamduke Abuya pamoja na Alan Okelo. Kwa hiyo ukichukua 7 plus 6 unakuta watu 13. Anatakiwa mmoja aweze kuondoka. Sasa ukiangalia kwa mpaka saizi nafasi kubwa ya kuweza kuondoka ipo kwa kijana Alan Okelo. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia yeye ni namba 10 pia. Na Azizi pia ni namba 10 pia. Kwa hiyo kwa maana ya experience na exposure, Azizi yuko far better compare na Alan yeye ambaye anaendelea kukua. Lakini pia aondoki tu, klabu ya Yanga ilikuwa imeanza kupokea ofa kutoka sehemu tofauti. Jana juzi timu ya Farabat ilituma ofa ya dola 600,000, ilikuwa ni ofa ya kwanza, Yanga wakaikataa. Wakatuma ofa ya pili dola 700,000, wakaikataa. Na jioni hii imetumwa dola milioni 1 ofa. Na ukiangalia Yanga walikuwa wanataka dola 1.5, ndio hapo walikuwa wanataka. Ukisema dola milioni 1 unazungumzia bilioni 2 na milioni 600 na kitu. Fedha ambayo ni kubwa ya hali ya juu. Lakini bado Yanga wakiangalia ubora na material ya Okelo wanasema hapana, lazima iweze kupanda. Na kwa sababu Mwalimu Pedro anamjua Okelo, yeye ambaye amemfundisha, amekuwa kipushi dili iweze kukamilika. Na Yanga mpaka sasa kwa sababu wana ofa 3. Ndio maana wamekuwa na choice na bado muda ni mdogo. Wanaendelea kuwakamua hawa watu mpaka siku ya mwisho ili ambaye atakuwa amfikia malengo yao waweze kuweza kumuuzia Okelo. Kwa mpaka muda huu manake Okelo anakwenda kuondoka na Yanga watabakia na nyota waliopo ni 5, ukiplus na hawa 7 wanakuwa na nyota 12 ambayo itakuwa ni jeshi itakwenda kutumikia klabu ya Yanga katika michuano ya bingwa barani Afrika katika msimu huu. Lakini Dominic Salamba, ni dhaili shahili Alan Okelo Starboy, yeye ndio top scorer kwa upande wa Young Africans, anastahili kuondoka na sitazamo mwingine, kwa sababu hii binafsi imeniuma. Sijajua baadhi ya wanachama na mashabiki, kwa sababu yeye ndo anaonekana alikuwa na ng'ara kweli kweli na miongoni mwa wachezaji bora ambao walitabiriwa makubwa mno Salamba kwa msimu huu wa mwaka 2026 2027. Domi, mpira ni biashara. Ndio. Kama unakumbuka katika kilele cha ubora cha Fiston Kalala Mayele aliondoka kwa sababu this is a business. Na uwezi ukajua baada ya mwaka moja nini kinakwenda kutokea. Kwa jambo la kwanza biashara, jambo la pili ni plan ya mwalimu. Vitu viwili tofauti. Lazima uweze kuangalia. Sawa. Kwa hiyo jambo la kibiashara, ukiangalia gharama Yanga walitumia kumnunua Okelo na hii ambayo anakwenda kumuuza, maana yake Yanga anakwenda kupata faida mara 2 ya kile ambacho walikuwa wamekifanya. Sawa. Lakini pia
kwa material ya Okello kuacha ikae bench, sawa, ikiendelea kusubiri dakika 10-15 kwa age yake yeye ni kumpotezea malengo na kumpoteza. Kwa hiyo kama inakuja biashara, why not usiuze? Kumbuka Twisila Kisinda, Yanga ikiwa imepeak, ilikuja biashara kwenda Berkane, aliweza kuondoka. Kwa hiyo unaangalia biashara pia. Yanga katika disha hili ametumia zaidi ya bilioni 18 kwa usajili, kwa ambao wafahamu, more than 18 billion. Hiyo fedha lazima wakati mwingine ianze kurudi. Ndio fedha ya Depu iliingia, yani imeenda karibia bilioni 3. Ukija kumpenda hiyo Okello bilioni 3, kwanza kuta kwamba umetumia bilioni 18 lakini umeingiza bilioni 7-8, umepunguza damage. Na klabu za mpira zinaendeshwa kwa biashara ya mpira. Hizi biashara ni biashara za mpira zinafanyika. Kwa hiyo lazima uweze kuangalia wakati mwingine maslahi, lakini pia je, ni busara kuwa na namba 10 wawili ambao itabidi mmoja aanze ndani, mwingine aanze benchi? Inalipa? Yaani unakuwa kuna quality mbili ambazo unazilipa mishahara mikubwa, gharama za kiuendeshaji, alafu mmoja anakaa benchi, mwingine anaanza? Hapana. Kwa sababu katika ile kawaida tu ukichukua Okello na Azizi ni uzito mwingine. Yaani hiyo no way doubt. Azizi ni uzito wa juu sana. Maarifa yake ni makubwa zaidi na amesha prove katika soka la Afrika, ni mchezaji mkubwa. Kwa hiyo obviously na Okello itabidi Azizi aweze kuanza. Lakini bado tuna nyota wengi wa kizawa ambao wapo, kuna kina Mwijage ambao nao wana quality fulani ambayo ipo inaweza ikasaidia timu. Kwa hiyo ukiangalia unagundua kwamba ubora na mahitaji ya kikosi ndio ambayo yanapelekea Okello aweze kuondoka kwenye timu. Na sio kitu kingine. Ndio ambacho kipo katika mazingira hayo. Bwana, ni chifu huyo Nzobane Kamazu Mfela, kwa maana ya Dominic mwana wa Salamba. Umepata kumsikia vyema kweli kweli akiunguruma nasi hapa akisema amesema. Na huyu Aneni Akamala anazungumza kwa step kweli kweli na maneno yake huwa yapotei, na ndio maana tunasema anaitwa Chifu Nzobane Kamazu Mfela. Kwako Steven Mapunda Garincha, umepata kumsikia chifu, ingizo la Stefan Kiaziz, lakini pia anaondoka kijana Alan Okello Starboy. Kwako binafsi nini hasa ambacho nakiona kwa Young Africans? Ni maamuzi sahihi ama mtazamo wako uko tofauti kidogo na wa Chifu Nzobane Kamazu Mfela? Yeah, of course mimi nikiangalia naona kwamba Young Africans kwa mahitaji ya mwalimu aliyokuwa nayo ni aina ya mwalimu ambaye anapenda kutumia winga. Tofauti na Nasreddine Nabi alivyokuja, Miguel Gamondi, Mirudi Hamdi walikuwa wakicheza bila kuwa na winga. Lakini ukimwangalia kocha huyu, wachezaji wengi ambao wamehusishwa nao na ambao wapo kwenye kikosi ni mawinga. Na hata ukiangalia mechi ya kwanza kiushindani ya kufungua michuano, unaona kabisa ameanza na Albert Kangwanda, lakini pia na Hussein Zakwani ameanza nao, huyu akiwa kulia na mwingine akiwa kushoto. Tafsiri yake ni kwamba anapenda kucheza na watu wa pembeni. Lakini pia center forward anao wa mwisho wawili, Peter Shalulile pamoja na Sheikh Ibrahima Tule, ambaye hao wote wanaweza kucheza kama center forward wakiwa mshambuliaji wa mwisho kabisa. Lakini pia ukimwangalia mtu kama Alan Okello anaweza kucheza nyuma ya mshambuliaji, lakini pia anaweza kucheza akitokea pembeni. Sasa kinachokuja kutokea ni kwamba endapo akiwa anacheza kutokea pembeni, kwa upande wa Young Africans tayari wana option, wanayepita Shalulile ambaye wanao uwezo wa kutumia forward wawili, mmoja akatokea pembeni, ambao hiyo pia inaweza kuleta madhara kwa upande wa timu pinzani, ambao sasa hapo wewe mwenyewe kuamua nyuma ya mshambuliaji ukae na nani, ukae na Alan Okello au ukae na Kiaziz. Na Kiaziz kama unafahamu alivyokuja Young Africans mwanzoni walikuwa wanamwanzisha kwa kutokea pembeni, hakuwa na madhara sana. Walipokuja kugundua kwamba akikaa nyuma mshambuliaji katikati inakuwa na madhara makubwa sana, ndio maana unamwona Clement Mzizi alifunga sana, Fisto Mayele alifunga sana, Kennedy Musonda alifunga sana. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba okay, kama ni naye Peter Shalulile ambaye anaweza kaongeza doti ya kuwa na washambuliaji wawili akatokea pembeni akawa na madhara, basi nimweke mtu wa katikati ambaye anaweza akawa na exposure kubwa, akawa na kila pasi za kutosha. Kwa pasi ambazo anazo Stefan Aziziki zitakuwa ni sehemu ya mauaji mbele ya Sheikh Ibrahima, kwa sababu tumemwona ni mchezaji ambaye ana nguvu, anaweza kuhold mpira kwa muda mrefu, anaweza kushuka chini akawa na tension kwa beki. Kwa hiyo ina maana kwamba ukiwa naye mtu kama huyu, ukiwa unampatishia pasi kwenye shimo, ana uwezo wa kuretain ball. Kwa hiyo inakuwa ni hatari zaidi kwa upande wa timu pinzani. Kwangu mimi naona kwamba kwa Alan Okello ni biashara nzuri kama Young Africans wataweza kufanya, na kwa madili ambayo yanakuja ni watu wengi sana wanahusishwa kuweza kuleta ofa pale.
Sawa, ni ukweli mchungu huo, lakini chukue taarifa hiyo, uwe klabu ya Yanga ni mwanachama mashabiki, lakini ndio hivyo tena, Yanga huenda wakaagana muda wowote na Alan Okello Starboy, lakini pia Yanga huenda wakamtangaza muda wowote rasmi mwamba kweli kweli, muite Stefan Ki Aziz anarejea. Welcome back. Karibu tena mitaa ya Twiga na Jangwani, Stefan Ki Aziz. Dominic Salamba, nataka nifahamu kutokea kwako, ni kweli Young Africans msimu huu huenda amefanya usajili mkubwa kuliko sajili zote ambazo zimefanywa na timu zote za Tanzania kwenye misimu ya hivi karibuni? Hilo tukatai. Tumeona wachezaji wana vitu hasa pia tunaona bado labda muunganiko tu wa timu ukae vizuri ili tushuhudie mengi kutoka kwao. Lakini vipi mbinu za mwalimu Mankoba kwa mechi hizi 2-3 Yanga alizocheza? Unaona ni mwalimu ambaye ataipeleka Yanga kwenye nchi ya ahadi? Maana wachezaji tumekili na tumewaona ni wakubwa. Mwalimu jinsi ambavyo namtazama kwa siku chache tu japo kuwa ni mapema, je, ana uwezo wa kusukuma gurudumu la Young Africa? Yanga hawajawahi kusajili au hakuna sajili yoyote tokea ligi ya Tanzania imeanza ambayo inavuka thamani ya sajili hizi za msimu huu za klabu ya Yanga ambazo kuzifanya. Sawa. Lakini pia Yanga haijawahi katika miaka karibuni kuwa na mwalimu mwenye bora wa hali ya juu compare na mwalimu Mankoba. Acha bwana. Huyu ndio the best coach wa uwezo ya juu. Yanga hawajawahi kuwa na mwalimu bora. Sijui miaka ya nyuma kila Thousand Tambo mimi sikuwepo miaka hiyo, tunasikia wanazungumza miaka ya nyuma wakina Rola Shum katukuo miaka ya nyuma sana. Okay. Kina Mayaula na wengine. Lakini katika miaka karibuni hajawahi kutokea kocha mwenye ubora wa hali ya juu kama kocha wale naye sasa hivi. Ni kocha wa level ya juu, ni kocha wa level ya juu sana. Kushinda hata kina mwalimu Nasri Nabi. Hakuna anayefikia pale. Hakuna nakwambia. Silamovic Boli. Nakwambia hivi hawajawahi kuwa na kocha kama huyu. Yaani hiyo whether you like or not, hawajawahi kuwa na kocha. Hawajawahi kuwa na benchi la ufundi lililo bora kama hili. Hawajawahi kuwa na benchi lenye gharama kubwa kama hili. Hawajawahi kulipa mishahara mikubwa kwa benchi kama ya msimu huu. Yaani uwekezaji wa kwanza wa Yanga ukiachia mbali usajili wa wachezaji ni katika benchi la ufundi. Imewekwa hela nyingi sana. Wana benchi la ufundi lililokamilika kuliko wakati mwingine wowote. Mazoezi wanayofanya sasa hivi ni mazoezi ambayo hawajawahi kuyafanya tokea wachezaji wengi wa nchi toka wamecheza mpira. Kama unaweza mtafute Mwamieto, mtafute Shuaboy, mtafute Nkane, yote unayemfahamu wewe. Muulize hivi, session ya mazoezi sasa hivi uliwahi kupata wapi? Whether ni national team au wapi? Atakwambia hakuna, this is the first time. Hiki ninachokwambia fanyia tafiti. Mtoto mchezaji ambaye unamjua Dickson Job wote, muulize kwamba training sessions sasa hizi ulishawahi kuipata wapi? Hakuna ambako umewahi kupata. Lakini kitakacho hukumu ni muda wa maandalizi. Yanga wangepata miaka 2 ya maandalizi, leo ningediki kusema kwamba msimu Yanga anacheza finali ya klabu bingwa barani Afrika. Ningekuwa na hizo guts za kuzungumza publicly openly kwamba Yanga msimu huu anacheza finali ya klabu bingwa barani Afrika. Niko na confidence zote. Lakini kinachonipa wakati mgumu ni kwamba timu haijapata muda. Hata mwalimu awe na mbinu kiasi gani kutengeneza muunganiko wa timu sio kama kuchukua sukari na majani kabisa, na majani yote kutengeneza chai sio. Kuna vitu vinahitaji ambavyo wachezaji mpira wananielewa. Mwalimu lazima aanze kustudy behavior za wachezaji. Lakini mwalimu kwanza, lakini pia wachezaji wenyewe waanze kusomana. Waende mazoezini uweze kujua wachezaji kama ni left footer, ni right footer, anakimbiaje, ana kasi, ana kasi, anapendea kutani wapi, kulia, kushoto, anapendea mipira juu, mipira chini. Saa yote uwezo ukatoa kichwani. Lazima mnacheza ndio mnagundua kwamba okay, nani Kadege ni mzuri kwenye kushuti akiwa wapi, kulia kushoto. Nikimpigia penetration pass kulia kushoto, wapi anakwenda vizuri. Nikimpigia kulia lazima atatani. Kwa hiyo nikipiga kulia lazima nende nikasupport pass. So unaelewa? Yaani nikipiga kulia ndio option. Lazima nisogee nikasupport kwa sababu lazima atatani ili anipe mpira aweze kujiandaa kuweza kushuti. Lakini nikipigia kushoto nikimbie golini whether kwenye nyavu au rebound second ball hawezi kuipiga. Hiyo ndio football. Sasa yote haya hawezi akaja tu siku moja umekaa tu kwamba hivyo no. Kwa hiyo bora ni kitu kimoja. Lakini lazima pawe na namna ya kuweza kuiandaa timu. Uwezi kuiandaa timu kwa wiki 3. Nilikuwa napiga sana kelele. Haiwezekaniki. Haipo hiyo kitu. Uwezi kuandaa timu kwa wiki 3. Minimum ni 6 week. Mwezi 1.5. Maximum ni 8 week. Miezi 2. Kwa kama ingekuwa wameanza mwezi wa 6. Wangekuwa mbali. Kwa hiyo kitakachotumika hapa sasa hizi
ni experience. Mwalimu atakachokifanya saizi hapa ni kuweza kuutilize kile ambacho wachezaji wanacho. Kwa hiyo pengine tutegemee kuona kwa dirisha dogo au msimu unaokuja ndio kwenda kuifaidi timu. Lakini hapa kubwa utakachokiona ni uwezo wa mtu mmoja mmoja. Ndio kubwa utakachoweza kukiona hasa. Na pia hapo alichokisema Chifu nimekumbuka hata goli lililofungwa. Ukiangalia kwamba kusomana tabia. Ukiangalia hata ile aina ya goli walifanya majaribio mara 3. Aina ile ilianzia kwa Maxi, ikaenda kwa Duke Abuya, ikaenda kwa Shedrack Kiboka, akapiga cross ikapitiliza. Kipa akaicheza ikapitiliza, ikaenda kwa Zakwen akapiga tena ikaja kwa kati, ikaja kwa Maxi ule ikarudi tena kwa Duke Abuya, akacheza pembeni kwa Shedrack Kiboka, akacheza kwa Maxi kapiga pembeni, imeenda kwa Shedrack Kiboka, anapiga cross wanafunga. Na hayo majaribio ameyafanya mara 3 kwa staili hiyo. Maana yake ni kwamba haya unaona kabisa kwamba ni majaribio ambayo huwa anafanya kwenye uwanja wa mazoezi. Na kama Simba wangekuwa well organized, maana yake kwamba wangeweza kuzima shambulizi la namna hiyo, kwa sababu wamepiga cross mara 3 ambao mara ya mwisho imekuja kuleta madhara upande wao. Wanakuja kushtuka tayari mambo yashakuwa magumu. Na hata ukimwangalia yule Ibrahim Jaba alikuwa amehusika katika hizo zote cross zote 3, amehusika kwenye kuzuia, lakini mwisho wa siku akajikuta amesimama yeye pamoja na Tule mpaka wanagongana mpaka mtu anaenda kufanya madhara. Kwa hiyo Yanga kama wakizoeana, wakikaa muda mrefu, watu wengi sana watalia. Bwana, Yanga kama watazoeana na watakaa muda mrefu, vilio vitasikika kila kona. Nini kinaendelea kwenye ligi ya Tanzania? Ni usajili mkubwa ambao unaendelea kufanywa na hizi timu, lakini kwa sasa naona kama vile Yanga ndio imekuwa habari kubwa kweli kweli hapa mjini, kuanzia kwenye usajili na thamani ya vikosi vyao, lakini pia hata uhatari waliokuwa nao kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara msimu huu. Salamba, mimi nikushukuru sana. Nakushukuru pia ndugu yangu. Nikushukuru mno. Na tupo sasa, nafikiri mambo yataendelea kuwa vizuri kweli kweli. Waambie watu wako vitu vizuri vinakuja. Good news zinakuja, lakini pia baada ya kufunga dirisha la usajili tutakuja kufanya technical analysis ya kuweza kuangalia sawa nafasi moja tukikompare kati ya Simba na Yanga. Leo nilikuwa namwambia ndugu yangu Diego kitu kidogo sana, nikamwambia watu jua wanashindwa kufikiria. Tuende namba 2, namba 3 ya Simba yuko nani? Unamzungumzia Nixon Kibabage, unamzungumzia Mligo. David Kameta Duchu na Mligo huko. Sawa? Alafu ukija kwa Yanga unakuta kuna Shedrack Kiboka, kuna Mohamed Hussein. Hebu angalia hizo quality. Ona, angalia hizo quality. Yaani huku wewe una Mligo, una Kibabage, huku mtu ana Shedrack Kiboka, ana Mohamed Hussein. Njoo kwenye kulia huko kuna nani, kuna Duchu kwa saizi pamoja na Nathan Chilambo. Huku kuna Yao Kwasi Jeshi, alafu kuna Kiwana Shomali. Ona wewe uyana. Alafu bado ukifungwa unasema mwenyekiti hafai. Na milio ishaanza kusikika namna hiyo. Mambo ni mazito. Mpira bwana hauna uchawi, mpira ni sayansi. Kabisa. Yaani mpira ni sayansi na ni uwekezaji. Haya mambo ya nini mengine yote ni mambo tukidanganyana tu, ni sayansi na uwekezaji. Hakuna namna. Yaani ili upate matokeo ni lazima ufanye big investment. Nilikuwa naongea mimi miaka ya nyuma kwamba uwezo ukasema wewe timu yako ya Mtibwa unataka kuwania ubingwa wa ligi au Dodoma City, Dodoma Jiji, wakati sajili Yanga huwezi kuzigusa. Mkaa uweze. Hiyo ni stadi ndogo sana yani. Ili uweze kupambana na wakubwa, chukua material ya timu kubwa. Leo unazungumzia Shashaman. Hiyo ni material ya klasi ya juu Afrika. Kabisa. Unaelewa? Hiyo ni material ya juu Afrika. Imekaa pale. Unayo. Leo namzungumzia Jugudi Yala, ni klasi ya juu Afrika. Leo namzungumzia Fred Ngoma, ni klasi ya juu Afrika. Leo unakuja kumzungumzia Safari Ziki, ni klasi ya juu. Hatari. Bana, mambo ni mazito, na huyo ni Chifu Nzobane kama Zoom.